Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe, like, comment na share kwa habari punde kila uchao. Asante. Katika hali inayoendelea kuchochea mjadala mkali ndani na nje ya Tanzania, mshauri wa rais wa masuala ya diplomasia, Balozi Lazaro Nyalandu, amejitokeza hadharani kutoa ufafanuzi mzito kuhusu tuhuma zinazoihusisha serikali na vifo vya baadhi ya waandamanaji katika maandamano ya hivi karibuni. Akizungumza katika mahojiano maalum na kituo cha television cha Sky News, Nyalandu alipinga vikali madai hayo, akisisitiza kuwa serikali haikuhusika kwa namna yoyote na vifo hivyo. Alieleza kuwa vyombo vya dola vilikuwa vikitekeleza wajibu wake wa kulinda usalama wa raia na kudumisha amani, licha ya hali ya taharuki iliyokuwa imejitokeza mitaani. Kwa mujibu wa Nyalandu, matumizi ya nguvu yaliyofanyika yalikuwa ya kujihami, yakilenga kukabiliana na vitendo vilivyokuwa vinahatarisha usalama wa umma. Alidai kuwa baadhi ya waandamanaji walikiuka sheria kwa kujihusisha na vurugu, zikiwemo matumizi ya silaha na vifaa hatarishi. Aidha, alifichua kuwa taarifa za kisalama zilionyesha uwepo wa baadhi ya watu waliopata mafunzo ya kijeshi kupitia mitandao ya kijamii, jambo lililochochea vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kuzuia madhara makubwa zaidi. Akizungumzia ukosoaji kutoka kwa vyama vya upinzani kuhusu tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan, Nyalandu alikanusha tuhuma za upendeleo, akieleza kuwa tume hiyo ilifanya kazi kwa weledi, uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kitaalamu. Alimtaja mwenyekiti wa tume, Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman, kama mtaalamu mwenye uzoefu mpana wa kimataifa, na kusisitiza kuwa tume ilikusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, ikiwemo vyama vya siasa na makundi ya kijamii, jambo linaloipa ripoti hiyo uzito na uhalali. Kuhusu uchaguzi mkuu uliopita, Nyalandu alisisitiza kuwa ulikuwa huru na wa haki, akibainisha kuwa vyama vyote vilikuwa na nafasi ya kushiriki bila vikwazo. Aliongeza kuwa baadhi ya vyama vilichagua kutoshiriki kwa hiari yao, hivyo hatua hiyo haipaswi kuchukuliwa kama dosari ya mchakato wa kidemokrasia. Kauli yake imekuja wakati mjadala kuhusu matukio ya Oktoba 29 na ripoti ya uchunguzi ukiendelea kushika kasi nchini. Wakati serikali ikisisitiza dhamira ya kulinda amani na kuhakikisha uwajibikaji, upande wa upinzani na baadhi ya wachambuzi wanaendelea kuhoji uhalali na matokeo ya uchunguzi huo. Akihitimisha, Nyalandu alisisitiza kuwa lengo kuu la serikali si kuendeleza mvutano wa kisiasa, bali kubaini ukweli na kuchukua hatua stahiki ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Alibainisha kuwa Tanzania inaendelea kujifunza kupitia changamoto hizo, kwa lengo la kuimarisha demokrasia na mshikamano wa kitaifa kwa mustakabali bora wa nchi.